maana Yesu alimtoa mwanae wa pekee ili tuje tuokolewe. Kazi ya tatu ambayo ndio somo letu la leo ni kazi za Mungu. Kazi za Mungu ni zile kazi ambazo zinampendeza Mungu, ambayo zinatoka katika kitabu cha Yohana 9 mstari wa 1 hadi wa 4. Nayo inasema, hata alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Yesu akajibu, mtu huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Imetupasa kufanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana, usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Tumeona kwamba Yesu alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake walimuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake? Yesu akajibu, sio mtu huyu wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe. Na kiini chetu cha somo ni mstari wa 4 unaosema, imetupasa kufanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana, usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Inatubidi tufanye kazi za Mungu kabla ule usiku haujaja. Kwanza, usiku ni ule muda ambao mtu anashindwa kufanya kazi za Mungu au anakuwa hana ule uwezo wa kufanya kazi za Mungu. Na mchana ni ule muda ambao mtu anakuwa na uwezo wa kufanya kazi za Mungu. Haleluya. Inatubidi tufanye kazi za Mungu kwa sababu Yesu atakaporudi utatoa hesabu gani? Kwa hiyo inabidi ufanye kazi za Mungu ili Yesu atakaporudi unaweza ukatoa hesabu. Inatubidi tufanye kazi za Mungu bila kuchoka. Fanya kazi za Mungu pasipo kuchoka. Neno la Mungu linasema, amka wewe usinziae, toka katika wafu. Inatubidi tufanye kazi za Mungu. Amka baba, amka mama, inatubidi tufanye kazi za Mungu bila kuchoka. Na mtu hawezi akafanya kazi bila Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayemwezesha mtu kufanya kazi. Wewe